Kwa majina, naitwa Filipo Shabani, ni mwanafunzi wa Jordan University Morogoro hapa. Mimi changamoto yangu kubwa ya kielimu ilinitokea 2021 kuelekea 2022. Tulipomaliza form 4. Tulipomaliza baada ya matokeo kutoka, ufaulu wangu ulikuja, kweli nimefaulu. Lakini sasa changamoto ikaja, ile selection, first selection ilipotoka, mimi sikuchaguliwa. Nikajipa moyo, huenda nitachaguliwa baadaye. Second ikaja, nayo ikanipita. Sasa mtaani, si unavyojua kama mtaani, maneno ya mtaani, huyu muhuni tu hajafaulu, wanadanganya wazazi tu, wamekula hela za wazazi. Basi nikawa mnyonge na nyong'onyea. Lakini Bwana Mungu si Asumani. Ilikuwa ni mwezi wangu wa 7 hivi selection. Kwanza wenzetu waliochaguliwa walishaenda, wameenda kusoma mwezi wa 6 ile. Ilipokaribia sensa wakarudi. Sasa waliporudi, sisi bado tukichaguliwa, ila punde si punde na sisi third selection ikatoka, na mimi nikawa miongoni mwao. Maana tulikuwa watu 4 tuliobaki. Katika watu 4 hao na mimi nikachaguliwa. Sasa changamoto ilipokuja nako tena, mimi nilipochaguliwa kwenda hiyo shule advance Singida. Nilipofika shule ndo tunaanzisha sisi. Kidogo hiyo ili ninyong'onyesha. Nikakata tamaa, nikajua hapa kweli tutaenda. Lakini hivyo siku zikawa zinaenda. Kwa kweli mwalimu wetu mkuu wetu wa shule, Daniel Muro, alipambana sana, akaleta walimu wazuri, wakatupa ushirikiano. Kwa kuwa shule inaanzishwa, tulijitahidi, tukawa form 5 wa kwanza sisi ndo tunaanzisha sasa. Siku zikawa zinaenda. Nilipopata moyo, tulipofika form 6 ile, kulikuwa na moku mkoa. Tulipambana hivyo. Singida kuna shule takribani kama sikosei 17 za advance. Tulifanikiwa kushika namba 2 katika matokeo ya moku mkoa. Siku zikaenda, tukatiwa juhudi zaidi katika kusoma, tukatiwa moyo. Mtihani wa form 6 ulipofika, Mungu si Asumani nako, tulifanikiwa kwa moto ule ule. Tukaweza tukawa wa pili tena kimkoa. Yani ndio hivyo. Yani ilikuwa changamoto kweli. Afu pia baada ya hapo tulianza kuomba mikopo nini kwa ajili ya kujiandaa na kujiunga na elimu ya chuo. Kwa kweli ilikuwa changamoto kweli. Yani hapo ninakatisha tamaa. Na mimi nilipoomba mkopo awamu ya kwanza sikupata kweli. Nikaona mimi kweli na bahati mbaya. Lakini tuliposubiria muda, sasa mzazi akawa anataka nitafutie fursa zingine. Tunapiga kazi nyumbani pale. Mungu si Asumani nako siku moja tena tulikuwa tunapiga kazi. Nakumbuka tuko na baba tunapiga kazi ya kufyatua matofali. Si unajua kijijini matofali yani yale ya udongo. Tulipokuwa tunafyatua, nikapewa taarifa na wenzangu, sababu mwenzangu alikuwa kidogo anafuatilia wakati hata simu kubwa, si changamoto sina, nategemea kwa wenzangu. Nikaambiwa waliponiambia dirisha limetoka la mikopo, kuna watu installment ya pili tu wamepata, na mimi nikaenda kuangalia. Nikaona nimepata. Nilifurahi kweli. Ndo siku hiyo nikaanza maandalizi. Ndani ya wiki moja tu maandalizi yakatimia. Kweli ndo mpaka sasa nipo hapa. Mwaka wa kwanza ndo naelekea kufunga mwaka wa kwanza ili nijiandae, maana bado kidogo tu tufunge mwaka wa kwanza tuingie mwaka wa pili.